kwamba kwa miaka 9. Alright. Kwa unaweza kuona pia kwenye hiyo kauli ambayo umeisema hapo. Lakini sio kusumbuliwa na tumbo tu na sio miaka 9. Yaani hiyo sio story kubwa sana, lakini alifanywa upasuaji zaidi ya mara 24. Okay. Kwa unaweza kuona jinsi ambavyo changamoto zilikuwa nyingi na upambaniaji wa afya ulikuwa unachukua nafasi zaidi kila uchao ili kuhakikisha anarejea kwenye hali yake kama ambavyo alikuwa awali. Lakini mnamo Februari 25 mwaka huu hapa 2025 alisafiri kwenda India baada ya kuwa alikamilisha taratibu zote za safari na gharama za matibabu. Lakini gharama za matibabu na utaratibu mzima wa safari hakupambania yeye kutokana na jinsi ambavyo alikuwa na changamoto ama ndugu zake, bali ulikuwa ni msaada wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa maana ya Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na taasisi za watu mbalimbali akiwemo Sheikh Suleiman na Watanzania ambao walimchangia. Kwa unaweza kuona pia changamoto hiyo hapo iliwagusa watu mbalimbali na akaona kwamba vitu ambavyo pengine amevifanya Mtanzania mwenzetu hatuna sababu ya kumnyamazia ama kumwacha apambanie peke yake. Tuna sababu ya kumshika mkono pengine aweze kurejea kwenye hali yake. Lakini kabla ya kuondoka alitoa shukrani kwa watu wote ambao walimsaidia, akionyesha matumaini makubwa ya kupata nafuu. Lakini kwa masikitiko makubwa sana, matumaini yamekatizwa na taarifa ya kifo chake hapo jana kwa maana ya Aprili ya 15 mwaka huu 2025. Nimeona pia baadhi ya video ya wenzetu kwa maana ya wanatasnia ya habari ambao walikuwa wakizungumza naye wakimwaga kwamba bwana, tulikuwepo na wewe huku, tumefanikiwa kutazamia hali yako. Lakini pia hatuna budi kwenda kupambana na mambo mengine ili hata changamoto nyingine inapotokea ama tukipata chochote huko tuweze kushikana mkono. Always msiba huwa ni msiba, Sifali. Hatuwezi kumpangia Mungu nini cha kufanya. Shida huwa inakuja umekufaje. Yaani msiba unakukuta au tukio linatokea wakati upi. Unajua kuna wakati ambao Sifali kama sasa hivi kuna umri wetu ambao tupo nao. Kijana akitoweka kwenye umri huu gumzo huwa ni kubwa sana. Lakini ukiona miaka 80 ngapi huko, utasikia bwana huyu apumzike tu kwa hata umri pia umechangia kwa namna hata fulani. Umri pia amejisogeza bwana, miaka 80 amekula sana. Lakini kuna vitu ambavyo watu wanakuwa na malengo na matarajio makubwa kutoka kwako, lakini vinakuja kuyeyuka kwenye kipindi ambacho wengi bado wanakutazamia kwa ukubwa zaidi. Na nataka ninukuu kauli ambayo ameiandika Hassan Mwakinyo, bondia mkongwe kutokea Tanzania kufuatia msiba huu pia. Bondia Mwakinyo kupitia ukurasa wake wa Instagram aliweza kuandika kwa masikitiko pia. Na sijajua hili litakuwa limechukuliwaje na watu, lakini kuna namna fulani ambayo pia tunatakiwa tuishi nayo. Ameandika, anasema wote tunafahamu kuwa msiba sio kitu cha kufurahisha na ndio maana inakuwa ni siku ya majonzi. Mpiwa unapata nguvu ya kuposti au kuandika IG how unaweza kufanya msiba wako kuwa content. Umeona? Msiba wa taifa. Guys, mbona mnakuwa washamba sana? Umeona? Na hii imekuja mara baada ya kuonekana watu ambao ni ndugu wa binti wameonekana kutumia kama fursa sasa kujitangaza mtandaoni na vitu kama vile pale. Kwamba mimi pia. Yaani unapataje nguvu ya kufanya kitu kama hicho? Yaani tunafahamu msiba sio kitu ambacho kinaweza kukuweka kwenye mood ya furaha, mood ya kukaa na kuandika, yaani kutumia social networks au kuwa kwenye mood ambayo inaweza kukupa nguvu ya kufanya kitu. Hivi tuseme kwamba kugeuza msiba kuwa content. Twende moja kwa moja kama Mwakinyo alivyozungumza. Hicho ndio hoja. Yaani sasa nilikuwa nakuja hapo kwamba hiyo nguvu ya wewe kukaa kutengeneza maudhui kwamba kupitia hiki ngoja nifanye kitu fulani. Sio huyo tu pengine ambaye amezungumziwa hapo. Tunakumbuka kuna msiba umeshawahi kutokea, yani mtu analia afu yuko live Instagram. Yani yuko live Instagram afu analia. Ikaja kuwa gumzo sana. Tunakumbuka pia Baba siku si nyingi sana, nadhani ilikuwa ni mwaka jana mwishoni KB tulizungumza hapa. Yeye mwenyewe ndo anaposti msiba. Yani kupitia Instagram ratiba kinacho kwa unaweza kuona pia jinsi ambavyo bado wako watu wenye uelewa na utashi wanaendelea kutukosoa kila uchwao, lakini bado tena hivi vitu vinaendelea kutokea. Sijajua kama sisi yani kwa maana ya mimi na wewe ndo tunaweza tukawa na dhana tofauti kwenye hili ama na hao ambao wamekuwa kizungumza, ila mimi wanahisi kama kuna kitu hakiko sawa. Yani Tanzania ni sehemu ambayo wakati mwingine watu wanaweka kipaumbele content, kutaka kuonekana, kutaka kuzungumziwa kuliko hata vitu vingine ambavyo pengine havihitaji hayo maswala. Mimi nafikiri hii huwa inatokea Sifali pale mtu ambapo anataka kuonekana pia ni muhusika wa tukio. Anavaa uhusika. Yani unataka kujivalisha uhusika
yani unatuaminisha kwamba huyo mtu ni ndugu yako. Okay. Na umeguswa. Ni mguso KB au ni content? Tuache tu kuguswa. Kuguswa ni kitu kingine. Okay. Yani mimi Sifalii nimetoka Itona. Yeah. Ili nionekane kwamba mimi Sifalii ni ndugu yangu. Lazima watu wakuone pia ama ufanye kitu fulani. Lazima niandike kuhusu yeye. Okay. Ili watu wajue kwamba kweli huyu ni mwanangu. Na kuna vitu pia ambavyo vimeonyesha wewe umeguswa na msiba. Sasa kufuatia hilo, ndipo ambapo changamoto inakuja kwamba watu wanafika mahala msiba wanageuza kuwa maudhui ili wauze mtandaoni, jambo ambalo pia kibinadamu sio sawa. Umeona bana? So nimekupitisha hapo ili kuonesha tu namna ambavyo tunaweza tukawa tunaishi na jamii ya watu ambao pia ni watu tofauti na vile tunavyodhani. Weledi wake ni tofauti na kile ambacho sisi tunakitamani. Okay. Najua wako wengi ambao wameguswa, ambao walikuwa wanawaza pengine vitu vikubwa kutoka kwa huyu binti. Kufanya naye kazi kwa ukubwa zaidi, kufanya mziki kuwa sehemu ya maisha yake kama ambavyo alianza. Lakini miaka 9 kukaa kitandani, mzee wangu, sio kawaida. Kupasuliwa mara 24 sio jambo la kawaida pia. Kwa kifupi, unaweza kuwa umetoboka mwili mzima. Kama tu endapo madaktari wataamua kwamba kutoboa kila panapostahili, inawezekana mwili wako ukawa na matobo kila sehemu. Yes, na upambaniaji pia wa afya wana mambo mengi KB. Inoma. Yani mpaka watu pia wanakuja kuona kwamba kwa hapa sasa ndugu yetu wacha tumchangie ili aweze kulikava, lakini kitu ambacho kinatokea pia ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Inoma sana. Mpaka sasa nimetazama, naona kifo cha huyu binti bado kinaendelea kuwagusa watu wengi sana. Lakini kuna mwanadada anaitwa Isha Madonna ambaye alikuwa anapambana pamoja naye, yani wakati wote, wakati ambao alikuwa na ugonjwa mpaka pengine taarifa inakuja kutoka. Ameweza pia kusambaza video kwenye mitandao ya kijamii huku kama kumbukumbu za jinsi ambavyo binti alivyokuwa hai. Walikuwa wakilia na kucheka pamoja, wanafurahi. Lakini pia ni mtu ambaye alikuwa amemshika mkono tangu pale ambapo alipata changamoto. Sasa KB, kwenye hiki pia sisi kama watasnia ya burudani tunasema pumzike mahali pema. Lakini bado tunatakiwa kuumana na hawa watu ambao wanageuza misiba kuwa content. Kuna wengine pia KB, watu walizungumza sana hata kupitia mitandao, kupitia vyombo vya habari. Unakuta mtu yani makeup ya kutosha, cheni nyingi. Yani yeye anaenda msibani, ila muonekano wake unaonesha kama anaenda kutumbuiza. Ni gumzo pia. Kuwa mtanashati sio shida. Okay. Kuwa mtanashati zamani ilikuwa ndio ukienda msibani lazima uonekane kwenye kiutamaduni zaidi. Kwa maana ya hutakiwi upendeze, yani mtu unaonekana umependeza, yani kama ndio wewe umemuua marehemu hivi. So unajua, kwa kulingana na utandawazi ulivyokuja kuibuka baadaye, watu wakachagua tu code moja ambayo imepoa, ni black, si ndio? Basi kuwa mtanashati, onekana umevaa smart, onekana umevaa kwenye namna ambavyo utajistiri kama mama, nenda pale kahudhuria msiba hivyo. Lakini sio umekula makeup, yani ndo ile umebadilisha kama ndo sehemu ya kutengeneza maudhui. Unajua, nakumbuka ilikuwa kuna msiba wa nani, ilikuwa ni mtu maarufu hivi, kama sio Kanumba. Yes, 2012 pale, kitu kama hicho. Nakumbuka issue ilianzia kwenye wakati ambao wanatoka na mwili hospitali kupeleka nyumbani. Yani the way wasanii wenzake walivyokuwa na pia yani ule muonekano, yani mpaka unajiuliza hivi ukaja msibani au amekuja kuonekana, yani au amekuja kutengeneza tension ya kwake ili kila mmoja aone kwamba huyu pia yumo. Unajua kuna mtu anaweza akakaa pale bila kufanya patashitishi yoyote aweze kuonekana kwamba huyu yani alikuwepo. Lazima aforce watu wamuone kwamba naye pia alihudhuria. So design kama onekana umependeza, sawa, kawaida. Yani sio umfanye mtu aanze kuwaza kwamba huyu mwanetu kweli, yani tupo naye hapa au kuna kitu kingine ambacho anakitafuta. Sio sawa. Lakini kuna maeneo ambayo unaweza ukaingia kwenye muktadha huu ambao wewe unautaka na ukawa umeenda vizuri zaidi. Ila kwa misiba, matukio ya kijamii kama haya, tuzingatie tu kwamba tunatakiwa upendeze. Yani onekana sio mchafu. Usiende kama mchafu. Zamani ile mtu unakuta amenyolewa kipara, wamefungwa kama walikuwa nafungaga kama vikamba hivi kichwani. Huyo ndo mfiwa. Sasa wewe sio mfiwa. Wewe ni rafiki wa aliyefariki. Kwa hiyo tunahitaji tukuone kwenye namna ambavyo utakuwa umekaa
kama mshirika. Lakini sio kwamba ndio umejivika uhusika, yani ile kila mtu akikuangalia anakuambia pole, kumbe hata sio wewe. Inakuwa noma sana. Bila shaka imekaa vizuri, lakini upande wa burudani pia tunaendelea kuondokewa na watu muhimu ambao pengine tulikuwa bado tunawahitaji na mchango wao umeonekana kwa uzuri na ukubwa, na pengine wangekuja kuwa na mchango zaidi ya huu ambao, lakini kwa sababu tukipanga pia Mungu anapanga, sio mbaya. Jumanne pia KAB tumempoteza ndugu yetu ambaye ni mwigizaji pia. Unaweza kuona pia ukanda wa sanaa jinsi ambavyo watu wanaendelea kuondoka kila siku. Lakini ambaye amepotea ni mwigizaji wa Hollywood ambaye anajulikana kama Batman kwenye Batman Forever na Jim Morrison katika The Doors. Yeye aliaga dunia siku ya Jumanne, lakini aliaga dunia akiwa na umri wa miaka 65. Yes, amefariki pale Los Angeles kutokana na pneumonia. Miaka 65 bado mwanangu. Bado tunamdai. Tulikuwa tunamdai sana. 65 Sefali. Hivi mzee pale anafunga 60 gani? Bado ilikuwa noma sana. Lakini na yeye pia KB kama jinsi ambavyo huyu pia amehangaika kwenye masuala ya afya na vitu kama hivyo, na yeye pia alikuwa anaumwa saratani ya koo tangu mwaka 2014. Kwa Jumanne ndo ameondoka, ila ameaso toka mwaka 2014 hadi Jumanne ndipo ambapo ameondoka. Huyu pia ameaso kwa miaka 9. Ni mwanafilamu pia. Kwa unaweza kuona jinsi ambavyo mambo ni mengi, kikubwa tuendelee kupambana. Kuna jambo hapa Sefali. Sijui kama mimi nitakuwa nawaza peke yangu. Kuna wale washikaji zetu waga wanaonekana wana hela sana. Hivi kuwasaidia hawa watu waweze kupata yale matibabu ambayo ni ya faster na ya uhakika kupitia fedha zao, huwa haiwezekani? Inawezekana pia, lakini kwa baadhi pia ya watu. Sio kwa watu wote inawezekana KB, na ndio maana wapo ambao pengine walikosa huo msaada. Kupitia hapa full package tulizungumza. Tulimuona yule mwanadada ambaye alikuwa Konde Gang, Angela. Aliomba msaada sana. Kuna chochote ambacho umekipata kwa KB kwamba alipata au ilikuwaje au vipi? So niliuliza vipi hapo. Lakini tumeona kama huyu ambaye ametutoka amechangiwa na taasisi mbalimbali, lakini mchango wa rais pia umeonekana. Kwa wakati mwingine pia linalowezekana wacha liwezekane tulifanye. Lakini ambalo liwezekane pia tutaomba kwa jitihada zetu. Pasi na shaka. Mengine pia endelee kuchukua nafasi. Bwana, karibu sana kwenye show mzee wangu. Tumezungumza vingi sana.